Usiniache! Jason! Usiniache! Ni sauti ya mwanamke akipiga kelele za kuomba msaada ndani ya gari linaloteketea kwa moto mkali. Mwanamke huyo anamsihi Jason asimwache, amsaidie, lakini Jason hakujitokeza kutoa msaada. Mwanaume huyo anaonekana akikimbia na kumwacha dada wa watu akiteketea. Mwanaume huyu ni nani haswa? Ni kwa nini anafanya ukatili huu? Ndugu msikilizaji, karibu katika chaneli yetu ya simulizi za Sauti Mix. Leo tunakuletea mkasa huu wa kusisimua wa mwanamke aitwaye Lisa, mkasa ambao umebeba kisa cha mwanamke anayeolewa na mwanaume aliyemuua miaka kadhaa iliyopita. Lakini kabla ya kuanza rasmi mkasa wetu, na kuomba bonyeza neno subscribe hapo chini, kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kujipatia simulizi zetu kila siku zinapokuwa hewani. Sasa tuanze. Wahenga waliwahi kusema kujipa muda ni tiba ya jeraha la moyo. Lakini huenda wahenga waliteleza mahali. Kuna majeraha ambayo muda hauponyi, bali unayafanya kuwa sugu, magumu na yenye kuumiza zaidi ya mwanzo. Kama wapo wahenga wanaosikia mkasa huu, basi hakika leo hawataamini macho na masikio yao. Jina langu ni Lisa. Ukiniangalia kwa nje, utaona sura ya mwanamke mrembo haswa, mwenye ngozi nyororo ya asili, isiyojua vipodozi vya kuchubua. Utaona mwanamke anayependelea kuvaa nguo za bei ghali. Ni kawaida kwangu. Nguo nyingi hunikaa vizuri kwenye mwili wangu uliojikata vema kiunoni na kutengeneza umbo halisi la mwili wangu. Umbo namba 8. Lakini nikwambie kitu. Huu ni urembo wa nje tu. Ni kama rangi inayopakwa kwenye kaburi ili kupendezesha mazingira. Ndani ya moyo wangu kuna makovu meusi ambayo hayafutiki. Makovu niliyosababishiwa na mwanaume mmoja miaka kadhaa iliyopita. Amini usiamini, leo niko mbele ya ofisi ya mwanaume huyo katili aliyeniacha nife ndani ya gari lililokuwa likiwaka moto miaka 10 iliyopita. Leo nimerudi. Sio kuomba msamaha, wala sio kuomba kazi, bali kuchukua kila kitu alichonacho, ikiwemo uhai wake. Na kukumbusha tena, naitwa Lisa, au niite Zainabu kwa jina langu la zamani. Kabla ya kuingia ndani, nilivuta pumzi ndefu na kusukuma mlango wa ofisi ya mkurugenzi wa Jason Group of Companies. Upepo wa kiyoyozi ulinipiga usoni. Ofisi ilikuwa kubwa, imepambwa kwa samani za mbao nzito na vioo. Lakini macho yangu hayakutazama uzuri huo. Yalitua moja kwa moja kwa mwanaume aliyekuwa amekaa kwenye kiti cha kuzunguka, akisoma faili fulani mezani. Jason. Ndiyo, anaitwa Jason, mpenzi wangu wa zamani. Moyo wangu uliruka baada ya kuiona sura yake. Ni miaka mingi imepita tangu nimuone kwa mara ya mwisho. Ghafla, kuta za ofisi hii ya kifahari zilipotea. Harufu ya perfume iliyokuwa hewani ilibadilika na kuwa harufu nzito ya petroli na nyama iliyoungua. Kumbukumbu zangu zilirudi nyuma. Miaka kadhaa iliyopita. Ngoja nikurudishe miaka kadhaa iliyopita, ujue ni unyama gani alinifanyia mwanaume huyu aitwaye Jason. Ilikuwa hivi. Tulikuwa ndani ya gari la Jason, aina ya Range Rover, likiwa limepinduka mtaroni usiku wa manane. Miguu yangu ilikuwa imenasa kwenye dashboard. Nilishindwa hata kujitikisa. Moshi mzito ulikuwa unafuka. Ni siku ngumu ambayo kamwe sitoisahau katika kipindi chote cha uhai wangu. Jason, Jason nisaidie! Nilipiga kelele, nikikohoa kwa nguvu. Kwa jicho la taabu katikati ya wingu kubwa la moshi, nilimuona Jason akifanikiwa kutambaa na kutoka kupitia dirisha la dereva lililopasuka. Alikuwa na damu usoni, lakini alisimama. Alikuwa mzima. Moyo wangu ulipata matumaini. Ataniokoa, nilijisemea nikijipa matumaini. Jason wangu hawezi kuniacha. Jason alisimama nje ya gari. Aliangalia chini na kuona petroli ikimwagika kuelekea upande wangu.
Moto nao ulikuwa unaanza kuwaka kwa kasi. Nilinyosha mkono wangu kuelekea kwake. Jason, nivute, nimekwama. Jason aliniangalia. Macho yetu yaligongana kwa sekunde 3. Nilitegemea kuona akija kunisaidia. Nilitegemea kuona akijaribu kufungua mlango kwa nguvu. Lakini sikuliona hilo. Nilichoona ni Jason akirudi nyuma hatua 2 kwa hofu. Aliangalia ule moto, akaangalia gari linalotaka kulipuka, kisha akaniangalia mimi. Na hapo ndipo alipofanya uamuzi ulioniua nafsi yangu kabla ya mwili. Jason aligeuka, alinipa mgongo, akaanza kukimbia. Jason! Niliita kwa mshtuko. Unakwenda wapi? Jason, usiniache! Nilipiga kelele lakini wala hakugeuka. Alikimbia gizani, kuelekea barabarani kujiokoa yeye peke yake, akiniacha nikiteketea. Alichagua uhai wake na kunitupa mimi kwenye mdomo wa kifo. Moto ulilipuka. Nilihisi joto ambalo sijawahi kulihisi maishani. Ngozi yangu ilianza kuchemka, nguo zangu ziliyeyuka, kelele zangu zilimezwa na ngurumo la moto. Wakati fahamu zangu zinapotea, picha mwisho niliyoibeba haikuwa ya moto. Ilikuwa ni mgongo wa Jason akikimbia na kuniacha. Nilizinduka miezi 3 baadaye nikiwa nimefungwa bandeji mwili mzima. Maumivu niliyoyapata wala hayaelezeki. Kila daktari alipobadilisha bandeji, niliona ngozi yangu ikitoka na nyama mbichi. Nilipojitazama kwenye kioo kwa mara ya kwanza, niliona zimwi. Sura yangu ilikuwa imeharibika sana. Nililia nikitamani kufa. Mzee Zuberi, mwanasiasa maarufu nchini, huyu na vijana wake ndiye mtu aliyeniokoa na kunileta huku India baada ya hospitali za Tanzania kushindwa kufanya matibabu kwa kiwango alichokitaka. Mzee huyu ni adui namba 1 wa baba mzazi wa Jason. Uadui wao haukuishia kwenye siasa tu, mpaka kwenye maisha ya kawaida, yani personal life. Nahisi ndiyo sababu aliamua kunisaidia. Mzee Zuberi aliniambia ukweli mchungu akisema, familia ya Jason ilitangaza umekufa kwenye ajali ili kufunika kashfa. Wanaendelea na maisha yao ya kifahari. Jason amesahau kama uliwahi kuwepo na ataoa mwanamke mwingine hivi karibuni. Maneno hayo yaligeuza maumivu yangu kuwa sumu kali inayofukuta ndani ya moyo wangu. Nikajiapisa kurudi kwa ajili ya kumwadhibu Jason na familia yake. Ukweli ni kwamba nilifanyiwa upasuaji mara 12 kunitibu na kutengeneza sura mpya. Kila kisu cha daktari kilipokata ngozi yangu, nilikihisabu kama deni ambalo Jason atalilipa. Mzee Zuberi alisimamia kila kitu na kulipa gharama zote za matibabu huko India, na hata niliporudi Tanzania miaka 3 baadaye, nikiwa na sura mpya, si ile iliyoharibiwa na moto. Niliendelea na matibabu madogo madogo nikiwa Tanzania, chini ya uangalizi wa Mzee Zuberi. Nahisi alikuwa anajua anatengeneza silaha kwa ajili ya kuisambaratisha familia ya kina Jason. Nisiwe mwongo, kwa hasira niliyokuwa nayo, ni kweli nilikuwa silaha kubwa ya kumwangamiza Jason na familia yake. Ni Mzee Zuberi ndiye aliyenifanyia mpango wa kubadilisha jina, nikaitwa Lisa, na kisha kunipenyeza hadi kupata nafasi ya kuingia kwenye usaili wa kutafuta kazi katika kampuni kubwa na tegemezi ya kina Jason. Na leo ndio siku ya usaili. Leo ndio nakutana na Jason kwa mara nyingine baada ya miaka mingi kupita. Mimi sio Zainabu yule anayemjua. Mimi ni Lisa, nikiwa na sura mpya kabisa. Ndugu msikilizaji, kabla ya kuendelea na kukumbusha tena kubonyeza neno subscribe hapo chini, kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kujipatia simulizi zetu kila siku zinapokuwa hewani. Tuendelee. Pale Lisa au Zainabu anaingia ofisini kwa Jason. Nikiwa bado mlangoni, baada ya kuingia, nilimtazama Jason. Bado alikuwa mtanashati. Lakini kitu kimoja kilinishangaza. Alionekana mzee kuliko umri wake. Macho yake yalikuwa na weusi fulani kama mtu asiyepata usingizi vizuri. Hakuwa na chembe ya tabasamu usoni. Alionekana kama mtu aliyebeba uzito wa dunia nzima mabegani mwake.
Karibu kae, Jason alisema kwa sauti ya uchovu, bila hata kuinua uso wake kuniangalia. Wewe ndiye Lisa? Ndiyo mkurugenzi, asante kwa kunipa nafasi hii, nilijibu kwa sauti ya upole, nikijitahidi sauti yangu isifanane kabisa na ile ya zamani, sauti ya Zainabu. Nafasi? Mbona hujapata bado Lisa? Alisema Jason huku akiinua uso wake taratibu na kunitazama kwa mara ya kwanza. Wakati mboni zetu zilipogongana, wote tuliganda. Niliona mshtuko mkubwa kwenye macho yake. Alikunja kipawi chake cha uso na kunitazama kwa umakini, akijaribu kutafuta kitu kwenye kumbukumbu zake. Moyo wangu ulianza kudunda kwa kasi. Je, amenikumbuka? Nilijua kuwa upasuaji ulibadilisha pua yangu, mdomo na hata taya, lakini macho ni kipengele. Macho yalibaki yale yale ya Zainabu. Macho ambayo aliwahi kuniambia anayapenda kuliko kitu chochote duniani. Samahani, Jason alisema kwa sauti ya chini yenye mashaka. Tumeshawahi kukutana mahali? Sura yako na hayo macho sio vigeni kwangu. Nilimeza mate ya hofu, lakini nikajilazimisha kutabasamu kidogo. Sidhani mkurugenzi, nimeishi India kwa miaka mingi nikisoma na kufanya kazi. Hii ni mara yangu ya kwanza kufanya kazi Tanzania. Jason alishusha pumzi ndefu, kisha akaegemea kiti chake nyuma na kuhesabu. Sawa, labda nimekufananisha na mtu niliyemjua zamani. Kwenye CV yako hapa inasema una uwezo wa kugeuza kampuni iliyoshuka kimapato irudi juu ndani ya miezi 3. Kampuni yangu inapitia kipindi kigumu sana. Una uhakika uzaweza? Sina uhakika tu, na hapa nitaweza. Nilimjibu nikimwangalia moja kwa moja machoni. Nimefuatilia mwenendo wa biashara zako. Najua wapi unapokosea. Unatumia hisia nyingi kwenye maamuzi badala ya takwimu. Nipe nafasi na sitakuangusha. Jason alikaa kimya kwa sekunde kadhaa akinitathmini. Kitu kiajabu kilitokea ndani yangu. Badala ya kuhisi chuki pekee, nilihisi pia mshangao. Nilitegemea kukuta Jason mwenye jeuri, maringo na anayefurahia maisha ya kifahari. Lakini mwanamume aliyekuwa mbele yangu alionekana kama maiti inayotembea. Kwa nini hana furaha? Nilijiuliza kimoyomoyo. Si alifanikiwa kuniua na kubaki na utajiri wake? Una ujasiri ambao sijauona muda mrefu, Jason alisema, sauti yake ikiwa laini kidogo. Umeajiriwa, unaanza kazi kesho asubuhi. Sekretari wangu atakuonyesha ofisi yako. Asante mkurugenzi. Nilisimama na kugeuka ili kuondoka. Nilipofika mlangoni, nilisikia sauti yake ikiniita tena. Lisa. Niligeuka. Karibu sana Jason Group. Sijui kwa nini, lakini nahisi una kitu ambacho nimekikosa kwa muda mrefu. Nitajitahidi nisikuangushe, bosi. Nilimjibu na kutoka nje. Sikuondoka. Nikatafuta kwanza mlango wa chooni, nikaenda huko upesi. Niliingia chooni na kujifungia. Nilikimbilia kwenye kioo kwa mara ya kwanza. Mikono yangu ilikuwa inatetemeka. Nilivuta gauni langu upande wa bega la kushoto na kuliangalia kovu langu jeusi lililotokana na moto ule wa miaka mingi iliyopita. Machozi yalianza kunilenga, lakini nikayafuta haraka. Umenikaribisha kwenye maisha yako Jason, nilinong'onea kwa hasira, nikijitazama kwenye kioo. Umenikaribisha ili nikuangamize. Hujui kuwa huyo uliyemwajiri leo ndiye aliyemtelekeza kwenye moto. Furahia siku zako za mwisho, maana jehanamu yako ndiyo kwanza inaanza. Msikilizaji, kabla ya kuendelea na kukumbusha tena, kama bado hujasubscribe chaneli yetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini, kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kujipatia simulizi zetu kila siku zinapokuwa hewani. Wiki 2 zilikatika tangu nianze kazi katika kampuni ya Jason. Ufanisi wangu ulikuwa wa kutisha. Ndani ya muda huo mfupi, nilikuwa nimefanikiwa kufunga mikataba 2 mikubwa ambayo ilikuwa imekwama kwa miezi kadhaa. Wafanyakazi wengine waliniogopa na kuniheshimu, lakini lengo langu halikuwa sifa. Lengo langu lilikuwa kumsogeza Jason karibu na mtego wangu. Siku moja tukiwa tumetulia ofisini kwake majira ya saa 1 jioni, tukipitia ripoti za mwisho wa mwezi, Jason aliniangalia akasema, "Lisa," aliita kwa sauti ya chini.
sijui ni kulipe kiasi gani kwa unachokifanya. Tangu uingie hapa, nahisi kama mzigo mzito umeanza kunipungukia kichwani. Sijawahi kuwa na amani na hii ofisi kwa miaka 6 sasa. Nilimtazama huku nikipanga makaratasi, nikijaribu kuficha dharau iliyokuwa moyoni mwangu. Ni wajibu wangu, mkurugenzi. Amani ni kitu cha gharama, wakati mwingine inabidi ulipie kwa njia usizozitarajia, niliongea kwa lugha ya mficho. Jason alisimama na kwenda dirishani, akitazama taa za jiji la Dar es Salaam zikiwaka kwa namna ya kupendeza. Miaka 6 iliyopita nilipoteza dira, Lisa. Nilifanya makosa ambayo siwezi kuyarekebisha hata nikitoa utajiri wangu wote. Lakini uwepo wako hapa unanipa matumaini kuwa labda naweza kuanza upya. Nilitamani kumwambia, huwezi kuanza upya wakati damu ya Zainabu bado inakudai. Lakini nilikaa kimya. Nilijua kuwa ili nimalize kazi yangu, lazima nimfanye anipende, niamini, na kisha nimwangamize wakati akiwa hana pa kukimbilia yeye na familia yake. Kesho yake, niliomba ruhusa ya kutoka mapema. Nilikuwa na safari ya siri ambayo ilikuwa inanikereketa moyoni. Nilivaa baibui kubwa nyeusi na miwani mikubwa ili nisitambulike, kisha nikachukua bajaji kuelekea Manzese, nyumbani kwa mama yangu mlezi. Moyo ulikuwa unanienda mbio. Tangu nilipopelekwa India kwa ajili ya matibabu, sikuwa nimewasiliana na mama yangu mlezi. Nilisahau kuambia yule malaika wangu aliyeyaokoa maisha yangu, Mzee Zuberi, alifariki siku chache baada ya mimi kuanza kazi ofisini kwa Jason. Alikuwa anasunguliwa na tatizo la moyo. Mungu amlaze mahali pema peponi. Kabla ya kifo chake, Mzee Zuberi aliniambia kuwa ni hatari, kwamba nikijionyesha kwa mama, maadui watajua niko hai na watamalizia kazi walioianza. Lakini sasa Zainabu amekufa na mimi nimerudi nikiwa na sura mpya kama Lisa. Nilipofika kwenye mtaa wetu wa zamani, nilipigwa na butwaa. Ile nyumba chakavu ya udongo tulioishi zamani haikuwepo. Badala yake kulikuwa na nyumba nzuri ya kisasa iliyopakwa rangi safi na kuzungushiwa ukuta imara. Nilibisha hodi kwa mashaka. Hodi. Mlango ulifunguliwa na msaidizi wa kazi wa kiume. Karibu madam, unamtafuta nani? Namtafuta Bi Mwajuma, nilisema kwa sauti ya mashaka. Nilikaribishwa sebuleni. Ndani kulikuwa na samani nzuri, TV kubwa na mazingira ya kishua. Mama yangu mlezi alitoka chumbani akiwa anatembea kwa shida kidogo kutokana na uzee, lakini alionekana mwenye afya na msafi. Machozi yalinilenga. Nilitamani kumkimbilia na kumkumbatia, kumwambia mama, ni mimi Zainabu, sikufa, nipo hai. Sauti ya kisasi ilikuwa kubwa kuliko sauti ya mapenzi. Nilijitambulisha kama rafiki wa zamani wa Zainabu aliyetoka nje ya nchi. Mama alifurahi sana kusikia jina la mwanae. Mwanangu Zainabu, mama aliongea huku akifuta chozi. Aliondoka mapema sana, lakini Mungu hamtupi mja wake. Ijapokuwa aliniachia maumivu, ameniletea malaika mwingine wa kunitunza. Malaika? Niliuliza kwa shauku. Ni nani amekujengea hii nyumba mama? Mama alitabasamu. Sijawahi kuona sura yake vizuri. Huja hapa usiku sana, amevaa kofia na koti refu, haongei sana. Ananiletea dawa, chakula na pesa za matumizi. Anasema yeye ni mtu aliyewahi kusaidiwa na Zainabu zamani na sasa analipa fadhila. Sijui ni nani, lakini namwombea dua kila siku. Bila yeye ningekufa kwa njaa na maradhi. Ni mwanamume au mwanamke? Niliuliza huku nikijikazia kichwani. Ni mwanamume, tena bado kijana tu. Kwani vipi mwanangu? Au unamjua? Sikujibu kitu, mapigo yangu ya moyo yalienda kasi. Nilitoka pale nikiwa nimechanganyikiwa. Nani huyo? Mzee Zuberi? Hapana, si yeye, angeniambia. Au kuna mtu mwingine? Kwa sekunde moja, picha ya Jason ilinijia kichwani. Inawezekana ni yeye? Hapana, nilikataa wazo hilo haraka sana. Jason ni muuaji. Muuaji hawezi kuwa na huruma kiasi hicho. Lazima atakuwa mtu mwingine. Sasa ni nani?
Nililiacha hilo lipite huku nikiapiza kufanya utafiti wangu wa siri hadi nimjue mtu anayenitunzia mama yangu. Siku iliyofuata ofisini, nilipata jibu la kwa nini namchukia Jason na familia yake. Nilikuwa nimekaa mapokezi nikimsubiri Jason, mara mlango ulifunguliwa kwa kishindo. Mwanamke mmoja mnene, aliyevaa dhahabu nyingi shingoni na usoni akiwa amejipaka makeup nzito, aliingia ndani kama dhoruba. Huyu alikuwa Mama Jason, mama mzazi wa Jason, mwanamke niliyekuwa namkumbuka vizuri sana. Ndiye aliyekuwa akinichukia kiasi cha kupinga na kuchelewesha ndoa yangu na Jason. Nisiwe muongo, namchukia huyu mama. Mwili wangu ulisisimka kwa hasira baada ya kumwona. Nilitamani kumrukia nimrarue. "We msichana!" aliniita kwa dharau, akinitupia mkoba wake mezani. "Jason yuko wapi?" "Yuko kwenye kikao mama. Naomba usubiri kidogo." Nilijibu nikijitahidi kuficha tetemeko la sauti yangu. Alinikaribia na kuniangalia juu mpaka chini kwa jicho la kihaini. "Unanijibu? Unajua mimi ni nani? Hizi ofisi zimejaa malaya wanaojifanya mameneja. Najua unamtaka mwanangu kama walivyo wengine, lakini sikiliza nikwambie, Jason ni mali ya familia na mimi ndiye mwenye maamuzi ya nani aingie na nani atoke. Ukijaribu kuleta mchezo, utaishia pabaya. Sawa wewe kinyago?" "Mama," ni sauti ya Jason ameingia. Alionekana kushtuka na kuogopeshwa na ujio wa ghafla wa mama yake. "Nimekuja kuchukua ile pesa Jason, na huyu msichana mpya uliyemwajiri hana adabu. Mfukuze." Nilimtazama Jason nikisubiri aonyeshe wanaume wake. Nilitaka aitetee heshima yangu, lakini Jason alilainika kama nta mbele ya moto. Fala kabisa huyo. "Samahani mama, Lisa ni meneja mzuri. Hebu twende ofisini tukaongee." Jason alisema kwa sauti ya chini, akijaribu kumtuliza mama yake, huku akinipiga jicho la kuomba radhi. Walipoingia ndani, nilibaki nimesimama pale, nikitetemeka kwa hasira. Kitendo cha Jason kushindwa kunitetea mbele ya mama yake kilithibitisha kitu kimoja. Jason bado ni yule yule, ni dhaifu, ni kibaraka wa mama yake, na mama yake ndiye shetani mkuu. Nilichukua kalamu yangu na kuichoma kwenye karatasi kwa nguvu mpaka wino ukamwagika. "Sawa Jason," niliongea kwa sauti ya chini. "Kama mama yako ndiye nguvu yako, nitavunja nguvu hiyo. Nitakufanya unipende mpaka uwe tayari kumuua mama yako kwa ajili yangu. Hapo ndipo kisasi changu kitakapoanzia." Msikilizaji, kabla ya kuendelea na kuomba bonyeza neno subscribe hapo chini, kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kujipatia simulizi zetu kila siku zinapokuwa hewani. Fanya hivyo sasa kama bado. Miezi mitatu iliyofuata ilikuwa na kasheshe. Mpango wangu wa kumteka Jason kiakili ulifanya kazi kwa 100%. Biashara zake zilinyooka, faida iliongezeka maradufu, na jina la Lisa likawa wimbo mdomoni mwake. Hakuweza kufanya maamuzi yoyote bila kuniuliza. Nilikuwa nimegeuka kuwa oksijeni yake, yaani bila mimi alihisi kukosa hewa. Mahusiano yetu yalivuka mipaka ya kazi. Tulianza kutoka dina za usiku, tulianza kucheka pamoja, na kwa mara ya kwanza niliona lile tabasamu la Jason la zamani likirudi. Lakini kila aliponitazama kwa mahaba na kunishika mkono, mimi nilikumbuka moto. Nilikumbuka maumivu ya ngozi kuungua. Nilikumbuka usaliti wake. Kila mguso wake ulikuwa unanikumbusha kisasi changu. Siku moja jioni, Jason alifanya kitu sikuwahi kukitegemea. Alimfukuza mchumba wake wa muda mrefu, mwanamke chaguo la mama yake, na kutangaza rasmi kuwa anataka kuwa na mimi. Mama yake ya Jason alikuja ofisini akiwa anawaka moto. Alipiga kelele, alitukana, akitaka kunipiga. Lakini safari hii Jason hakulainika. Alisimama mbele yangu, akamzuia mama yake kwa mkono na kusema kwa sauti ya kiume, "Mama, toka nje. Huyu ndiye mwanamke ninayempenda. Kwa miaka 10 nimeishi kwa amri yako, nimeishi kwa hofu yako, lakini sasa basi, inatosha.
Ukimgusa Lisa, utakuwa umenipoteza na mimi jumla. Mama yake aliganda. Hakuamini masikio yake. Alinitupia jicho la chuki, akatembea kinyume na kusema, utajuta Jason. Huyu mwanamke ana giza ndani yake. Nasema utajuta. Jason palipofunga mlango na kugeuka kuniangalia, nilihisi chembe ya huruma. Kwa mara ya kwanza, alinitetea. Kwa mara ya kwanza, alimkana mama yake kwa ajili yangu. Moyo wangu ulisita. Je, nimsamehe? Je, amebadilika? Sijui. Akapiga magoti mbele yangu ofisini, pale pale. Akatoa pete ya almasi. Wewe ndiye mwanga uliyemulika giza langu. Niliwahi kumpoteza mtu nayempenda kikatili. Siwezi kukupoteza na wewe pia. Naomba uwe mke wangu. Nataka nikutunze, nikulinde na kupende mpaka mwisho wa uhai wangu. Nilimtazama. Macho yangu yalinitoka. Sio machozi ya furaha, bali machozi ya uchungu. Alimaanisha Zainabu. Alithubutu kumwongelea Zainabu wakati yeye ndiye aliyemuua. Chuki ilirudi kwa kasi na kufunika ile huruma iliyoanza kuchipuka. Nilijua hii ndiyo nafasi yangu ya dhahabu. Kuolewa na yeye ndiyo njia rahisi ya kummaliza nikiwa ndani ya nyumba yake. Nilitabasamu, nikakubali kuivaa pete yake na kusema, ndiyo Jason, nimekubali. Harusi ilipangwa kufanyika wiki 3 zijazo. Ilikuwa harusi ya kifahari, gumzo la jiji. Siku moja kabla ya harusi, nikiwa ofisini namalizia kazi, niliona gari la Jason likitoka kwa kasi. Sio kawaida yake kuondoka muda huo bila kuniaga. Hisia zangu za kipelelezi ziliniambia nimfuate. Nilichukua taksi na kumfuatilia kwa mbali. Gari la Jason halikuelekea nyumbani, wala baa, wala hotelini. Lilielekea Kinondoni, makaburini. Moyo wangu ulilipuka kwa mshangao. Anafuata nini makaburini usiku huu? Nililipa nauli ya taksi, nikashuka taratibu na kumfuata kwa miguu, nikijificha nyuma ya miti na makaburi. Giza liliingia na mbalamwezi ilikuwa inamulika kwa mwanga hafifu. Nilimwona Jason akisimama mbele ya kaburi moja lililojengwa kwa marumaru nyeupe. Ni kaburi lililozika mabaki ya marehemu Zainabu. Yaani, mimi hapa. Jason alipiga magoti kwenye udongo. Alitoa koti lake la suti na kulitupa pembeni. Aliegemeza kichwa chake kwenye jiwe la kaburi na kuanza kulia. Sio kulia kwa kawaida, bali kile kilio cha uchungu cha mwanaume aliyeshindwa kuhimili maumivu. Zainabu, Zainabu wangu, kwa nini umetuacha peke yetu? Jason aliongea katikati ya kwikwi. Kesho nafunga ndoa. Naoa mwanamke mwingine, anaitwa Lisa. Anafanana na wewe sana, kiakili hata macho yake. Jason akatulia kidogo, akapumua kwa shida. Lakini nahisi na kusaliti Zainabu. Kila nikimkumbatia yeye na kuona wewe kwenye ile gari, ukiniita ni kuokoe. Na mimi nilishindwa, niliogopa, nilikuacha uungue. Ile sauti yako bado inanisumbua kila siku usiku. Najua sistahili kusamehewa. Hivi nijiadhibu, nijiue ili nije nikuombe msamaha huko uliko? Sielewi kitu Zainabu. Jason alinyamaza kidogo, kisha akaendelea kwa sauti ya chini zaidi. Namuoa Lisa, sio kwa sababu nampenda kuliko nilivyokupenda wewe. Hapana, hakuna wa kuziba pengo lako. Namuoa kwa sababu ananisaidia kusahau maumivu kwa muda. Ananisaidia kupumua. Natamani ungenisukia Zainabu. Natamani ungejua jinsi ninavyojuta kila siku. Niliposikia maneno hayo, miguu yangu iliishiwa nguvu. Nilishikilia mti nisidondoke. Kwa miaka mingi, niliamini Jason ni mnyama asiye na hisia. Niliamini aliniua na kuendelea na maisha yake kwa furaha. Lakini kumbe, Jason amekuwa mfu kuliko hata mimi. Amekuwa akiishi na hatia inayomtafuna kila siku. Moyo wangu uliingia kwenye vita nzito. Upande mmoja ulijaa huruma, upande mwingine ulijaa chuki nzito. Usimwamini, hawa ni matajiri, wanajua kuigiza.
Hapo anatafuta amani ya nafsi tu. Bado alikuacha uungue. Bado hakukutafuta, akatangaza umekufa, akazika mabaki ya vitu vyako. Ni muuaji katili. Jason alibusu lile jiwe la kaburi, akasimama na kufuta machozi. Nisamehe Zainabu, alisema kwa mara ya mwisho. Hii ndoa naifunga ili nimfurahishe huyu Lisa. Labda nikijitoa kwa ajili ya mtu mwingine, Mungu atapunguza adhabu yangu. Alipoanza kuondoka, nilijificha zaidi gizani. Nilimtazama akiingia kwenye gari na kuondoka. Nilibaki pale makaburini peke yangu, upepo ukivuma. Nilishika bega langu lenye kovu. Macho yangu yalinitoka. Niligeuka na kuondoka makaburini nikiwa na uamuzi mmoja mgumu kichwani mwangu. Harusi itaendelea na sumu niliyoiandaa itatumika kama ilivyopangwa. Msikilizaji, kabla ya kuendelea na kukumbusha tena, kama bado hujasubscribe chaneli yetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kujipatia simulizi zetu kila siku zinapokuwa hewani. Siku ya harusi ilifika. Ilikuwa ni sherehe ya kifahari ambayo haijawahi kutokea. Ukumbi ulipambwa kwa maua meupe na dhahabu. Wageni mashuhuri walijaa na vyombo vya habari vilimulika kila hatua. Nilivaa gauni jeupe la harusi lililonikaa vyema, nikitembea kwenye zulia jekundu huku Jason akiwa amenishika mkono. Vijana wa marehemu Mzee Zuberi walinisaidia kuandaa ndugu wa bandia niliowalipa. Kila mtu alituona mimi na Jason kama couple bora ya mwaka. Waliona tabasamu langu, lakini hawakuona sumu iliyokuwa imejificha moyoni mwangu. Walimuona Jason mwenye furaha, lakini hawakuona kivuli cha mauti kilichokuwa kinamnyemelea. Sherehe iliisha salama. Tulielekea hotelini kwa ajili ya fungate, honeymoon. Tulipofika kwenye presidential suite ya hoteli hiyo, Jason alionekana mwenye furaha na amani. Alivua koti lake, akalegeza tai na kujitupa kwenye kochi. Siwezi kuamini Lisa, Jason alisema huku akinitazama kwa macho yale yale ya upendo niliyoyaona makaburini jana yake. Leo nimepata mke na nimepata rafiki. Asante kwa kuja kwenye maisha yangu Lisa. Nilitabasamu, tabasamu lile lile la kinafiki ambalo nimekuwa nikilivaa kwa kipindi chote. Nenda kaoge mume wangu, upunguze uchovu. Niache niandae vinywaji kisha nikupe mambo mazuri. Jason alitabasamu kisha akaingia bafuni. Hiyo ndio ilikuwa nafasi yangu. Nilikimbilia kwenye mkoba wangu mdogo, nikatoa kichupa kidogo cha dawa ya maji isiyo na rangi wala harufu. Hii haikuwa dawa ya kuua papo hapo kama risasi. Ilikuwa ni sumu inayoenda kusimamisha mfumo wa hewa taratibu. Nilitaka afe huku nikimwangalia usoni, nikimkumbusha jinsi nilivyohema kwa shida ndani ya lile gari lililowaka moto. Nilimimina divai au wine nyekundu kwenye glasi mbili. Kwenye glasi ya Jason nilidondoshea matone 5 ya ile sumu. Nilikoroga taratibu. Moyo wangu ulikuwa mzito, mikono ikitetemeka kidogo, lakini picha ya mama yangu akiishi kwa shida na picha ya kovu langu begani vilinipa ujasiri. Imetosha. Leo ndio mwisho wa Jason Group, nilijisemea mwenyewe. Jason alitoka bafuni akiwa amevaa bathrobe, taulo nyeupe. Harufu ya sabuni na manukato ilijaa chumbani. Alikuja na kunikumbatia kwa nyuma, akibusu shingo yangu. Mwili wangu ulisisimka, lakini nilijikaza. Wai, niko tayari kipenzi. Nilimpa glasi yake yenye sumu, mimi nikachukua yangu salama. Jason alipokea glasi, tulisimama katikati ya chumba, taa hafifu zikiwaka. Alinyanyua glasi juu, kwa ajili yetu na kwa ajili ya maisha mapya yasiyo na siri wala maumivu, alisema Jason akitabasamu. Alisogeza glasi mdomoni. Nilimwangalia kwa umakini nikisubiri anywe. Kunywa Jason, kunywa ulipe deni lako, nilijisemea moyoni. Lakini kabla midomo yake haijagusa kinywaji, Jason alisimama. Alishusha glasi chini taratibu. Aliniangalia. Safari hii hakuwa na tabasamu. Macho yake yalikuwa na uzito wa ajabu. Kuna nini? Niliuliza.
mapigo ya moyo yakianza kwenda mbio. Mbona hunywi? Jason alitembea hatua mbili kunisogelea, akauweka mkono wake wa kulia kwenye shavu langu, kidole gumba chake kikipapasa chini ya jicho langu la kushoto. Unajua Lisa, sauti yake ilikuwa ya chini, yenye kutetema. Siku ya kwanza ulipoingia ofisini kwangu, nilijua kuna kitu tofauti. Sura yako ni mpya, sauti yako imebadilika, hata jina lako ni geni. Lakini kuna vitu viwili ambavyo hata daktari bingwa wa India hawezi kuvibadilisha. Niliganda. Nilihisi moyo wangu umesimama kwa muda. Unamaanisha nini? Macho yako, Jason alisema, machozi yakianza kumlenga. Na jinsi unavyonitazama pindi unapodhani sikuoni. Ni mtazamo ule ule wa mtu niliyempenda miaka kadhaa iliyopita. Mtazamo wa Zainabu. Sina shaka wewe ndiye Zainabu. Nilishtuka na kurudi nyuma, glasi yangu ikidondoka na kuvunjika. Wine ilimwagika sakafuni kama damu. Usiniite hilo jina, nilifoka, sauti yangu ikibadilika na kuwa ya Zainabu wa zamani. Zainabu alikufa, wewe na familia yako mlimuua. Nilijikuta naropoka. Jason hakushtuka, alibaki amesimama, bado ameshikilia ile glasi yenye sumu. Alikuwa na utulivu wa ajabu. Najua ni wewe Zainabu, Jason alisema kwa upole ulioumiza. Mwanzo nilikuwa nahisi tu, lakini mwisho nilithibitisha ukweli siku nilipokukuta nyumbani kwa mama yako. Nimekuwa namtunza mama yako kwa miaka yote kipindi haupo, nikimpa dawa na chakula kupitia watu wangu, nikijaribu kulipa kosa langu. Ulimtunza mama yangu? Niliuliza kwa mshangao, magoti yakilegea. Wewe ndiye umemjengea nyumba mama yangu? Niliuliza huku sauti yangu ikitetemeka kwa hofu. Ndiyo, najua pia kwa nini umerudi kwenye maisha yangu. Jason aliendelea kuzungumza kwa upole huku akiangalia ile glasi mkononi mwake. Umerudi kulipiza kisasi na una haki hiyo. Hii glasi najua ina nini ndani yake. Nimeona jinsi unavyoniangalia kwa chuki iliyojificha kwenye tabasamu. Najua unataka nife, Zainabu. Nikawa kimya, moyo ukidunda utadhani unataka kuchomoka kifuani. Sikiliza Zainabu, kabla sijafa anataka kwanza kukuambia kitu fulani usichokijua. Sitaki kufa nikiwa na deni. Ni kwamba siku ile ya ajali sikukukimbia. Mama yangu ndiye aliyekuwa nyuma ya mchezo wote wa ajali ile. Wao ndio waliotusababishia ajali kwa makusudi. Wakati nakimbia kwenda kuchukua jiwe kubwa nililoliona ili nije kuvunja kioo nikutoe kwa mbele, kumbe mama na watu wake walikuwa eneo hilo nyuma yetu. Walinikamata kwa nguvu, kisha mmoja alinidunga sindano ya usingizi nilipojaribu kulazimisha kukurudia kwenye gari. Nilizinduka hospitali siku 2 baadaye nikaambiwa umekufa. Nilitaka kujiua siku hiyo, lakini niliishi kwa ajili ya mama yako, ili nisimwache ateseke kama wewe. Machozi yalinibubujika kama mvua. Ukweli huu ulinichoma kama mkuki. Namjua Jason vizuri, anapoongea ukweli na anapoongopa. Hapa Jason alikuwa anatiririka ukweli kutoka moyoni mwake. Kumbe kwa kipindi hiki chote Jason hakuwa muuaji, alikuwa mhanga kama mimi. Lakini mama yako? Nilisema kwa kwikwi. Mama yangu ni shetani, najua. Jason aliniangalia kwa ukaribu. Na leo nataka kukupa amani uliotafuta kwa miaka 10. Kama kifo changu kitaponya kidonda chako cha moyo, basi nakufa kwa ajili yako, mke wangu Zainabu. Hapana Jason, nilipiga kelele nikimrukia, lakini nilichelewa. Jason aliinua kichwa chake na kugubika ile glasi ya mvinyo yenye sumu kwa mkupuo mmoja. Alimeza yote. Jason! Niliita kwa nguvu. Aliniangalia, akatabasamu, kisha glasi ikadondoka mkononi mwake. Miguu yake ikalegea. Alianguka chini kwa kishindo. Nilikimbia na kumdaka kichwa chake kabla hajagonga sakafu. Povu lilianza kumtoka mdomoni. Mjinga wewe, kwa nini umekunywa? Nililia nikitikisa mwili wake kwa nguvu na hasira za kupaniki. Nilikuwa na hasira tu. Jason, amka! Jason alifungua macho kwa shida, mkono wake ukitetemeka kuelekea kwenye kochi lake lililokuwa kwenye kochi. Mfukoni, soma, diary, utajua. Nilikupenda, Zainabu. Mwili wake ulilegea mkononi mwangu. Macho yake yalifumba.
Hapana! Hapana! Nilipiga kelele ya uchungu ambayo ilisikika hoteli nzima. Nilikimbilia simu ya mezani kupiga namba ya dharura, mikono ikiwa imejaa rangi nyekundu ya wine iliyonimwagikia. Nilikuja kuua adui, lakini nimeua mtu pekee aliyenipenda na kunitunzia mama yangu kwa siri. Nilikimbilia simu ya mezani kupiga namba ya dharura, mikono ikiwa imejaa rangi nyekundu ya wine iliyonimwagikia. Nilikuja kuua adui, lakini nimeua mtu pekee aliyenipenda na kunitunzia mama yangu kwa siri. King'ora cha ambulance kilipasua ukimya wa usiku huo. Nilikuwa nimekaa nyuma ya gari la wagonjwa, nimemshikilia Jason mkono, huku madaktari wakihangaika kumwekea mipira ya hewa. Sura yake ilikuwa imepauka kama karatasi. Kila daktari aliposema, mapigo ya moyo yanashuka, moyo wangu ulikuwa unapasuka kwa hofu. Tulipofika hospitali ya taifa, alikimbizwa chumba cha wagonjwa mahututi, ICU. Niliachwa nje, nikiwa nimechanganyikiwa, gauni langu la harusi likiwa limeloa damu ya wine na machozi. Nikiwa nimekaa kwenye benchi la baridi la hospitali, nilikumbuka maneno ya mwisho ya Jason. Soma diary mfukoni. Kwa mikono inayotetemeka, nilitoa kijitabu kidogo cha ngozi nyeusi kutoka kwenye koti la suti ya Jason nililokuwa nimelishikilia. Nilifungua ukurasa wa kwanza ulioandikwa tarehe ya siku ile ya ajali miaka mingi iliyopita. Tarehe 14 August 2014. Leo nimekufa, sio mwili, bali nafsi. Mama yangu ameua mwanamke niliyempinda. Nimemwona Zainabu akiungua na sikuweza kufanya lolote kwa sababu walinichoma sindano ya usingizi. Mama anasema ananilinda, lakini ukweli ni kwamba amenihukumu kifungo cha maisha cha majuto. Zainabu, nisamehe. Nilifuta machozi na kuruka kurasa nyingine. Tarehe 20 Disemba 2016. Nimefanikiwa kumpata mama yake Zainabu. Anaishi maisha magumu. Siwezi kujitambulisha kwake. Hawezi kunielewa. Nimetuma watu wamjengee nyumba na kumpa mahitaji. Hii ndiyo njia pekee ya kumwomba Zainabu msamaha huko aliko. Tarehe 10 Januari 2024, siku niliyoajiriwa. Leo nimekutana na mwanamke anaitwa Lisa. Ana kovu begani, sura yake nzuri, lakini macho yake ni Zainabu. Nahisi ni yeye. Amerudi kuniua na niko tayari. Bora aniue yeye kuliko kuendelea kuishi na hii dhambi. Nitathibitisha kama ni yeye ndani ya muda mfupi. Nilifunga dayari ile kwa nguvu, nikilia kwa uchungu. Jason hakuwa adui yangu. Miaka yote nimekuwa nikimchukia mtu ambaye alikuwa anateseka kuliko mimi. Adui yangu halisi alikuwa ni yule mwanamke nyoka nyuma yake, Mama Jason. Ghafla, nilisikia sauti ya viatu vya mwanamke vikija kwa haraka ukumbini. Niliinua uso. Ni Mama Jason. Alikuwa ameongozana na askari polisi wawili. Aliponiona, alinijia juu kama simba aliyejeruhiwa. Wewe muuaji, Mama Jason alifoka, akininyoshea kidole. Umeweka nini kwenye kinywaji cha mwanangu? Askari, mkamateni huyu mwanamke. Amejaribu kumuua mwanangu ili arithi mali. Waaskari walinisogelea. Nilisimama polepole. Hofu yote ilinipotea. Badala yake, nguvu mpya iliingia mwilini mwangu. Simama hapo, nilimwambia yule askari kwa sauti ya mamlaka mpaka akaogopa. Nikamgeukia Mama Jason. Sijamuua mwanao, nilisema kwa namna ya kujiamini sana, na hisi kila mtu aliogopa. Amekunywa sumu mwenyewe kwa sababu amechoka kuishi na siri zako. Siri gani? Unaongea upuuzi gani wewe? Polisi, hebu mkamate huyu, mnashangaa nini? Mama Jason alijaribu kufoka, lakini niliona hofu machoni pake. Nilisogea karibu yake, uso kwa uso. Unanikumbuka au upasuaji umekudanganya? Angalia macho yangu vizuri. Mimi sio Lisa. Mimi ni Zainabu, yule msichana uliyemuua kwa moto ndani ya gari. Mama Jason alirudi nyuma, mdomo wake ukiwa wazi. Haiwezekani. Haiwezekani eti. Habari ndiyo hiyo, si kufa. Nilimwonyesha lile kovu begani. Na mwanao anajua niko hai. Hii hapa ni dayari yake. Ameandika kila uovu uliomtendea. Ameandika jinsi ulivyomuua baba yake pia kwa stress. Leo hii Jason yuko pale ICU kwa sababu yako.
Ukimzika yeye, utahamia kwangu, si ndio? Wakati huo, mlango wa ICU ulifunguka. Daktari alitoka akivua mask na glove. Moyo wangu ulishtuka. Nilimkimbilia daktari haraka. Vipi daktari? Mume wangu yuko hai? Daktari alishusha pumzi ndefu, kisha akatabasamu kidogo. Mlimwahisha sana. Tumesafisha tumbo na kuondoa sumu yote. Mapigo ya moyo yametulia, amepata fahamu sasa hivi. Nilipiga magoti na kumshukuru Mungu. Mama Jason alitaka kuingia ndani kumwona, lakini daktari alimzuia. Samahani mama, mgonjwa amesema anataka kumwona mke wake kwanza. Hataki kumwona mtu mwingine yoyote, hasa wewe. Tuuie radhi. Huo ulikuwa ushindi wangu wa kwanza. Mama Jason aliona aibu ya mwaka, akaondoka huku ameinamisha kichwa. Alijua wazi maovu yake yamefika mwisho. Niliingia chumbani. Jason alikuwa amelala kitandani, amewekewa dripo, lakini alikuwa macho. Aliponiona, alinyoosha mkono wake dhaifu. Nilikimbia na kuushika mkono ule, nikauweka kwenye shavu langu. Kwa nini ulikunywa sumu, Jason? Niliuliza huku nikilia. Ili nikuonyeshe kuwa nakupenda kuliko maisha yangu, Zainabu, alijibu kwa sauti ya chini. Nilimwonyesha ile diary. Nimesoma kila kitu, Jason. Najua ulikuwa unamtunza mama yangu. Najua uliishi kwa mateso. Jason, mimi ndiye niliyekosea. Chuki ilinipofusha. Nisamehe sana. Jason alitabasamu, akanipangusa chozi langu. Hapana, sote tulikuwa wahanga. Lakini sasa tuna nafasi ya pili. Lisa amekufa leo. Zainabu amefufuka. Tulikumbatiana kwa furaha wote, tukitokwa na machozi. Sote tuliwaona polisi wakimchukua mama Jason. Tukatazamana. Huu ndio mwisho wa ubaya wake. Mimi na wewe tutakuwa mashahidi. Lazima alipe kwa mabaya yake, alisema Jason, kauli iliyonipa faraja mpaka hii leo. Huu ni mwisho wa mkasa huu mzuri wa Lisa. Niliolewa na mwanaume aliyeniua miaka 10 iliyopita. Mtunzi ni Saul David Brill. Anapatikana kwa simu namba 0756 862477. Tafadhali, usisahau kusubscribe chaneli yetu, like na kucomment ili usipitwe na simulizi kali kama hizi. Asante.